Ushaingia kwenye mahusiano? Mahusiano? Nikienda mbinguni siende na mtu yoyote. Ushaanza kunywa pombe? Jamani. Kwa wiki huwa unafua mara ngapi? Kufua yani kutumia washing machine. Na mikono? Right? Na mikono nyumbani tunatumia mashine. Okay. Katokea mchizi sasa hivi hapa amekupenda hana hiyo mashine kwake. Atamani weekend unaenda kumfulia. Nitamnunulia tu. Okay. Yeah. Ulishamkaga hivyo ukafagia uwanja? Fagia uwanja? Yani uwanja wa mpira au? Uwanja nyumbani ile amka asubuhi fagia nini? Yani mimi nataka kupata Grammy. Yani kuwa the first Tanzanian to get a Grammy. You know what I'm saying? Wow. Yani naona kama record label kama Sony ndio inaweza kufanya hivyo because it's able to help me cross over and to reach the global market. Yes, welcome back again. This is IOTV na millardayo.com. Karibu sana kwenye IOTV Entertainment. Leo tuko na Abi ni rockstar. Yes sir. Amelamba shavu lakini tumeona movement zake akianza kupambana since akiwa kadogo mpaka leo mdada na anazidi kuvuka boda. Anasimamia na record label ya kimataifa. It means ni kitu kubwa. Karibu utafahamu hayo na mengine mengi. Mimi naitwa Video Pidox, niko na crew kubwa kwa ajili ya kukuletea hapa. Abi, mambo? Poa kabisa. You good? I'm all good. Karibu sana IOTV. Asante sana. How do you feel? Great. I'm super excited to be here. Nimefurahi sana kwa hapa leo kuzungumza na wewe, do this interview. So I'm excited. I'm all good. Yeah. Okay. Niliwahi kuambia siku moja yule ana manage na mama yake ama ni vipi ama ni mama ni nani kwenye muziki wako? Yes, mama yangu ni personal manager wangu. Tangu since I was really young nimeanza hii safari yangu na muziki na mpaka leo yuko na mimi na naomba Mungu azidi kumpa nguvu and a long life to be able to help me in this journey. Yes. Nice. Iliwezekanaje? Ni yeye alikuwa na kusababu alikuwa na mdogo so kukupeleka studio kukurudisha ndo nawe manager direct. Yeah, kwa sababu mimi nilianza muziki nilipokuwa mdogo sana. I think the first time niliingia studio nilikuwa kama miaka 12, 13. And yeah, exactly. So na unajua hizo environments za studio saa zingine zinaweza kuwa sio welcoming sana kwa mtoto mdogo especially wa kike. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana, mama yangu ni mtu ambaye alikuwa anaamini kwenye karama zangu and my talents. She believed in me from a very early stage. Kwa alisema, you know, I'm going to support and support mtoto wangu. I'll go with her to the studio. So it just started like that, you know, automatically. Hata nilivyoanza just to grow, fan base yangu inakuwa ndo anasimamia kazi zangu kwa sababu, you know, as a labda miaka 15 unaanza kupata mtu anataka kukuendorse, let's say, you know, kunisaidia kupitia zile contracts and etc. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa ananisimamia just automatically just like that, and we've been working together ever since. Very nice. Hongera. You're a star now. Na unaenda ndo hivyo kimataifa. Familia pia ina play part gani? Kuanzia dada na kaka pia? Yeah, familia ina play part kubwa sana. They're very supportive. Dada yangu pia ni personal manager wangu. Wow. Ndo nasafiri naye, like kila kitu, all of that she does with me. Kaka yangu mdogo wangu naye pia he's very supportive. Doesn't really have kama role official kabisa, lakini ni mtu ambaye kila siku unaweza kumuuliza what do you think about muziki yangu, you know, kwa sababu he's also someone ambaye ni musical sana, anaimba na rap. Kwa hiyo anakuja na mimi studio saa zingine. Yani just hiyo moral support ambayo wananipa kwamba, you know, sisi kama familia tuko nyuma yako, we're with you, you know, we're holding your hand. Yeye baba yangu pia wanani support sana. Yeah. Nice. Mwanzoni ulianza na nyimbo za dini eh? Yes. Why uliacha kuimba gospel? Yeah. Kwanza ningependa kusema sijaacha kabisa. Kama paka leo ninaandika nyimbo za gospel, ninazimba, ninazirecord, ni just a matter of time nizitoe. Lakini I guess I can say kwamba the reason hii shift ni kwa sababu unajua mimi nilianza kuimba nilikuwa mdogo sana, you know. Na mimi nimekuwa kwenye familia ya Kikristo, mama na baba ni, you know, we're all Christian, tunaenda kanisani pamoja. Kwa hiyo environment ambayo nilikuwa nayo kama binti ni miaka 12, nyimbo like ambayo naziimba kanisani etc. ndo nyimbo that, you know, I've grown up with. Lakini mimi kadri ninavyozidi kukua, you know, naamini kwamba mimi I'm changing, you know, and not just yani let's say physically or mentally kiakili, lakini pia also my music changes with me. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye anaandika nyimbo zangu mwenyewe na kadri ninavyokuwa kuna vitu ambavyo navipitia, changamoto, you know, like you start falling in love. I don't think nimefika hapo bado. Lakini kuna mambo kama mtu una miaka 18 sasa hivi nimefikisha miaka 19 unaanza kuvipitia, naanza kuandika, you know. Kwa hata nikienda studio, those are the things I'm feeling, ni vitu ambavyo navipitia. Kwa hiyo I guess I can say kwa sababu mimi nimekuwa na muziki yangu, I guess we can say imekuwa. Napenda sana kutumia mfano kama ya Hannah Montana, you know. Alianza kuimba
yani Hannah Montana alikuwa mdogo sana, and then kuna nyimbo she released out of nowhere, I came in like a wrecking ball, everyone was like hey jamani Miley Cyrus amebadilika sijui muziki yake. Lakini ni kwamba tu amekuwa now, especially kama mwanamke tunakuwa judged even 2 times harder, you know. Kama mtu kama Justin Bieber alianza kuimba alikuwa na miaka 13, na alivyoenda kwenye hiyo phase ya kukua in the spotlight, alikuwa hayuko judged kama Hannah Montana, kwa sababu Hannah Montana ni she was a woman. Kwa hiyo as women change, you know, there are things we're just judged. It's just the society we're in, you know, all over the world. It's so much harder for us to break through, like instead of any other man. So anyways, to answer your question, all I can say is that Abigail ni that same girl. It's bado nampenda Mungu sana sana, lakini siwezi kuwa the same little girl ambayo watu, you know, they knew when I was 12 when nilikuwa na miaka 13. Haileti picha mbaya kwenye kanisa unalosali, hata familia kuona unaimba bado mapenzi, video uko na mwanaume, mtu ambaye alikuwa kiimba kuhusu Mungu. Yeah. No, unajua everyone I think ana right kuwa na opinion yake. Labda kuna mtu mahali labda anaona let's say I'm singing about, you know, let's say about love, a love song, and anaweza maybe I don't know how to say this Swahili, but to get, let's say, pissed off like why is she doing this, you know. Lakini mimi ninaamini kwamba, you know, hata mwishoni nikienda mbinguni siende na mtu yoyote. You know what I'm saying? Kwa hiyo ni mimi tu naweza kuimba, let's say about a boy, or I can sing, you know. Lakini at the end of the day mimi nikirudi nyumbani, mimi mwenyewe ndo najua mimi binafsi na Mungu wangu ninavyozungumza naye, you know, ninavyoomba, the relationship that I have with him. Lakini pia mimi sioni mapenzi kama a bad thing. Kuna mapenzi, you know, there's love and there's lust. Sijui unasemaje kwa Kiswahili. Sasa mtu akiimba kuhusu mapenzi, hata watu wanaoana, sasa mtu akinialika niimbe kwenye harusi yake, sio yani saa zote hawezi kuimba Mungu nipenda apenda watu. Kuna mtu anataka kumwambia mke wake, I will always love you and you know. Kwa hiyo sisi pia kama wanamuziki, we want to be able kuwapa watu that, you know, kama mtu you fall in love with someone, unaweza kumwimbia hayo mambo that are beautiful, you know, and not bad in any way. Nice. Familia kuna yote naimba? Yani behind. Yes, babu yangu na bibi yangu. Babu yangu alikuwa ni musical director. Yani alikuwa ni mwanamuziki, anapiga vyombo mbalimbali. Unajua ukienda kwenye like choir, kuna yule mtu anafanya zile mikono turn like this. Yeah, ndo babu yangu alikuwa anafanya hivyo. Kwenye choir? Yes, kwenye choir na kwenye orchestra upande wa mama. Na bibi pia upande wa mama alikuwa well, she's still alive actually, what am I saying? Anaimba pia. So I think nimepata hiyo musical genes from there. Nice. Yeah. Baba akiona unaenda studio siku? Baba yangu yuko supportive sana, like he's okay. Lakini obviously wazazi wangu wako very protective, very strict. Yani lazima wajue where I am, like what time unaenda studio ipi, producer gani and all of that stuff. Yani wanna follow up. Lakini yani sio kamba anakasirika or he's not happy with my music at all. Like he's just very supportive, wanna follow up, keep tabs. Yeah. Neno gani kubwa baba aliwahi kukuambia kuhusu muziki wako? Nakwambia pamoja unafanya muziki, but 1, 2, 3 I don't want. Yeah. Okay. I don't know. He's never really given me restrictions. I don't think amini katika kumrestrict mtu kuweka kwenye box. Lakini I think kitu ambayo kila siku ananiambiaga tu ni kwamba muziki, yani I should stay true to myself. Okay. Yani kuwa sijui unasemaje kwa Kiswahili, lakini I should never let music change me in any way. Lakini mimi ndo nitumie muziki yangu to change things, you know, and things that I believe in. You know, kwa sababu the industry ya muziki, it's very interesting. Unajua kama mtu haujiamini, haujielewi, unaweza just get confused, you understand? Lakini I think wazazi wangu walivyoni raise, yani tangu nilikuwa mdogo they've given me a lot of morals and things, yani ambao yani wamenifundisha jinsi ya kujiamini, jinsi ya kustand my ground and all of that stuff. Hata nikikutana na haya mambo in the industry ambayo hayaeleweki, you know, mimi mwenyewe najua this is me, hii ndio vitu, the things I believe in, nataka kufanya ABC, sitaki kufanya ABC. I don't know if you get what I'm saying. Yeah. Okay. Wewe ni mzuri kujicontrol mwenyewe. Yes. Unajiona hivyo yani, si ndio? Yeah. Ushaanza kwenda club? Yes.
Okay. Unaruhusiwa unaagaje nyumbani? Yeah, normally nikienda club it's for if kama kuna concert. It's more like work. Yani naenda kumsupport labda mtu ana concert ana perform or stuff like that. Au mimi mwenyewe ninaenda kuperform and etc. And waga namwambia tu kama naenda, let's say kuna concert flani and all of that stuff. Na waga like I said I go with my sister everywhere. Dada yangu ambaye pia ni personal manager. Kwa hiyo ninaenda and mimi nina curfew by the way. Kwa hiyo mzazi wangu ananiambia okay, lakini saa flani lazima uwe umesharudi nyumbani and all of that stuff. So yeah, they're pretty like they allow me to do things that are necessary for this career because they know that it's the path that I chose. Nice. Yeah. Kwa kifupi wakishua yani. Kuna vitu yani kukatazwa. Yeah. Ushaanza kunywa pombe? Hapana. Na sidhani kama nitawai kwa sababu like I said mimi ni Mkristo. You know, kwa hiyo kuna vitu ambao I believe as a Christian sio sahihi. So kama kuvuta, kunywa pombe, I don't do that, yeah. Okay. Ni vibe yako tu wewe na muziki? Yeah, ni vibe yangu tu. You know, like I don't know, it's just me personally, hata kama nisingekuwa mwanamuziki, I don't think kwamba I would do that. Na mimi ni mtu ambaye I've had so much peer pressure, hata kunajua siku hizi kuna vijana wanakunywa pombe. Yani unakaa na marafiki zako unasema Abby you're a loser. Kwa nini aonye? Lakini mimi ni mtu ambaye I can say I'm very proud kwa tangu nilipokuwa mdogo I've always been able to stand my ground. Yani najua kama this is the limit. Yani mimi siwezi kufanya hivyo. Hata saa zingine watu wananishangaa, yani mimi labda nacheza, wanaona mimi like I'm crazy and stuff like that. Lakini I'm completely sober, like completely sober. Na siamini kwamba mtu unahitaji kunywa au have any drug in your system ku have fun, kwa sababu watu wengine wanasema ukienda ukitoka ukiwa una vibe lazima unywe ili uweze ku have fun. Lakini mimi siamini hivyo. I have fun and all of that stuff, lakini bado sinywi pombe and I'm living my best life. Very nice. Yeah. Very very nice. Hongera, Mungu akusaidie pia usinywe. Amen. Pombe si nzuri. Yeah. Baba aliwahi au ulishakuambia na familia imewahi kuwekezwa kiasi gani kwenye muziki wako? Wekeza as in how? And investing. Yeah. How much? Kama ile roughly yani kwamba bana sisi kwako tushakufanya investment mpaka milioni 15 ujue utatoboa kweli? I mean kusema the exact figure siwezi kujua, I don't know. Lakini namshukuru Mungu kwamba my family has been able to support me na muziki yangu in every way. Kuinvest unajua sio tu kifedha, lakini kuinvest pia ni time. Kwa sababu mama yangu pia ni mfanyabiashara, ana kampuni, lakini bado anasema okay, nita invest, time yangu kukupeleka studio au kwenda na wewe kama Dubai Expo. Nilienda na mama yangu, sio kama alikuwa na kazi ya kufanya hapa, lakini anasema taenda naye, ninamsimamia, tahakikisha everything is fine, performance inakaa sawa. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana familia yangu ime invest, let's say kifedha pia, kwa sababu hata ukiwa unajifunza, kwa sababu napiga kama vifaa vya vyombo 4 na ukiwa mdogo unajua mkono wako mdogo, let's say kama violin ilibidi ununue ubadilishe I think kila baada ya miaka I don't know 2 au 3 kwa sababu mkono ukikua lazima ununue violin kubwa. Kwa hiyo namshukuru Mungu wazazi wangu hawakuona like now this is too much, walizaidi to invest kifedha, lakini pia time, emotionally as well, they invest just every part of them into my music and I'm really grateful for that. Nice. Najua mama yuko hapo, unaweza usijibu ila natamani watu wasikie. Ushaingia kwenye mahusiano? Mahusiano? No. But wewe ni uko zaidi ya miaka 18, si ndio? Ndio, yani na miaka 19. Na sio kwamba watu hawajanifuata DM and ask me. Lakini mimi naona tu kwamba I don't know, kila mtu ana their own vibe, Sisemi kwamba ni mbaya kama mtu I think amefikisha miaka 19, 20, they're mature, kama wanaona something they want to do, they can get into it. Lakini mimi binafsi naona kama tayari I have so much going on in my life and I just feel like I want to focus on, kwa sababu bado ninasoma pia. Lakini pia niko chuo, lakini nafanya muziki pia. And I don't know, I just feel like sina hiyo time. Mimi mwenyewe na marafiki siku hizi I don't really have time. Sasa a whole boyfriend sijui. Yani ningemwonea huruma sana. Kuna vitu vyako unaviangalia kwa mwanaume? I don't know, sijawahi kujiuliza hiyo swali kweli to think about it. So, I don't know. You don't know. Yeah. Ile kivibe kitokea vibe itajua. Yeah, I guess I don't think lazima overthink. Yani sijawahi kukala niandike list. Najua kuna watu wanaandika lazima awe this tall nini. Yeah, sijawahi kufanya hivyo. So I don't know, lakini I guess ukikuta mtu kuna connection, maybe there's a connection. Yeah. Nice. Unajua kupika? Jamani. Of course. Kweli? Yeah. Unapika nini? Kila kitu. Ugali? Okay, ugali unajua uwaga ni ngumu sana. Nimeshawahi jaribu, lakini kusonga ugali, lakini yani najua ingredients na kila kitu. Lakini kusonga bado sijafikia hiyo level, lakini kila kitu nyingine naweza kutengeneza. Okay. Kwa wiki huwa unafua mara ngapi?
Kufua yani kutumia washing machine na mikono, right? Na mikono nyumbani tunatumia mashine. Okay. Kwa hiyo nafua kweli, nafanya laundry yangu yani na siku kabisa kufanya laundry yangu. Okay. Lakini waga naweka kwenye mashine. Lakini nadhani labda nikijaribu ningeweza pia. Katokea mchizi sasa hivi hapa amekupenda, hana hiyo mashine kwake. Atamani weekend unaenda kumfulia. Nitamnunulia tu. Okay. Yeah. Utanunua mashine au uko tayari kufua? No, niko tayari, lakini kama hana nitamsaidia, na yeye pia itamsaidia kama like time baada ya kukaa na weka tu anaondoka anaenda kazini, so nitamsaidia kununua. Natamani ufue wewe jeans. Aha. Niko nini? I mean, sio kwamba siwezi, yani mtu naweza, yani naweza kabisa. Nitafanya, yani kama ni mtu sijui kwa nini lazima, lakini kama anataka it's something I could do, I guess. I don't know. Okay. Ulishamkaga hivyo ukafagia uwanja? Fagia uwanja? Yani uwanja wa mpira au? Uwanja nyumbani ile, amka asubuhi fagia nini? Oh yeah, unajua kwanza yani nyumbani tuna chores kabisa. Yani kuna siku mimi ya kuosha vyombo, siku mdogo wangu anaosha vyombo na wafanya kazi nyumbani. Wow. Lakini lazima tufanye, yani mimi nina siku niko jikoni, nina siku mimi naosha. Yani kwa hiyo mimi pia nina siku nafagia nje kabisa. Safi. Mtu anaweza kuona unalelewa kishua, yani mtoto fulani mayai mengi, sausage. Kuna vitu vingine kumbe wewe unafanya. Kabisa. Okay. Kabisa, Kwa studio wewe unaendaga mpenda kwenda muda gani zaidi? Sina muda kabisa, like uwaga naenda sana usiku. Sijui kwa nini, lakini it's just normally the way it is. Lakini hata saa 8 naendaga studio. Yani saa yoyote nikiona tu leo I wanna do something ninaenda. Kusafiri na ndege kwako sio shida. Wewe ndio ulisafiri toka ukiwa mdogo zaidi. Kitu gani umekipata au muziki kimekupa uka feel proud, especially tumeona umeenda Dubai, umeenda happy, yani kipi ambacho unajivunia na huu muziki ambao unaofanya? Exposure yote ambayo ushaipata kupitia muziki, kupitia music? Kabisa, like muziki it's the reason ambayo imenipa platform ambayo ninayo leo, you know. Kwa hiyo namshukuru Mungu for that, definitely muziki, kwa sababu nimealikwa kuenda ndani na nje ya nchi kuperform. Lakini pia kupitia muziki yangu na platform niliyopata kupitia muziki, nilianzilisha program moja ya afya ya akili kwa vijana, inaitwa Teen Talks Derby Champs. Kwa hiyo nisingekuwa nafanya muziki na nisingeweza kupata hiyo platform na watu let's say follow me kupitia muziki, nisingeweza kuanza hii program ambayo siku hizi nafanya and all of that stuff. So definitely muziki imenisaidia sana kupata exposure within Tanzania na pia nje ya Tanzania. So yeah. Nice. Tuongelee madili ambao umelamba. Umesainiwa sasa. Yes. Wow, hongera. Asante. Approaching ilikuwaje? Sasa deal ipi sasa, kwa sababu kuna Sony na Rockstar. Yes. Tuanzie Rockstar tuje kwenye hii ya Sony. Sawa. Okay, Rockstar ilikuwaje? Ni mtu alikuconnect ama wewe mwenyewe tu ulitafuta connection? So Rockstar, yani the reason ambayo mimi nilikuwa inspired kuingia Rockstar ni kwa sababu ya Seven Mosha, ambaye ni mwanzilishi. There's just something about Seven ambayo mimi nimeipenda sana. Unajua kwenye industry yetu ya muziki, sio tu Tanzania lakini ndani na nje ya Tanzania, kuna wanawake chache sana kwenye industry. Lakini siongelei tu kama waimbaji au madansa au ma DJ, kuna wengi, lakini mimi naongelea like executives, kwa sababu sasa hivi tunavyojua Sony, Seven Mosha sasa hivi ni executive Sony, ana represent Afrika Mashariki. Wow. Now that is something very rare, yani for a woman, you know. Kwa hiyo mimi personally niliona like that's so inspiring, you know, that kuona yani kama she's an inspiration kwa binti wote, wanawake wote, kwamba anything is possible with the right determination, with the right attitude. And for me personally, I saw that, na nilisema yani mimi nimeshapata offer kwenye management nyingi sana ndani ya Tanzania na nje. Lakini nilivyoona Rockstar and just the spirit that Seven has, nilisema hii ndo management ambayo ningependa kuwa partner nayo. Lakini pia anyways, to answer your question. Lakini pia nini endelee? No, nilikuwa naenda kusema kwamba nimeipenda pia Rockstar kwa sababu yani haiko based to Tanzania, lakini iko based pia nje, yani headquarters yake iko Marekani. Kwa kama artist ambao mimi ninaona I want to cross over, you know, and go global, kwa sababu ninaamini muziki yangu it has the potential, you know, to cross over and to go global around the world. Ningependa kuwa paired na management ambayo iko based all around. Nice. Kwa sielewa, mpendo ameona tu anaona kasainiwa huko manufaa gani, utanufaika vipi? So I think like nilivyosema just before then that I feel like
kwa sababu Sony pia ni record label ya kimataifa, like all across the globe, you know. Na ukiona Sony imesign watu kama Justin Bieber, watu kama A$AP Rocky, you know, and etc. ambao ni very prominent names in the industry all around the world. Kwa hiyo I believe kwamba mimi ambao ni mtu ambao vision yangu na goal yangu ni yani mimi nataka kupata Grammy. Yani kuwa the first Tanzanian to get a Grammy, you know what I'm saying? Wow. Yani naona kwamba record label kama Sony ndio inaweza kufanya hivyo because it's able to help me cross over and to reach the global market. So I guess to answer your question, that's okay. Kwa tutegemee huko, yani tutegemee. Kabisa. Yani mimi nina malengo kubwa sana, yani naomba tu Mungu anisaidie you know, to be able to reach those goals and aspirations. Ukisikia mtu anasema huyu anamkopi Vanessa au anamkopi Beyonce kwenye kuvaa au kwenye kuimba, unasikiaje? I don't know, like mimi ni mtu ambao waga anyway sikilizi sana like maneno ya watu or like in the media, lakini I don't know, you know, kila mtu ana vibe yake. Mimi ningesema tu kwamba, you know, Beyonce has her vibe, Vanessa had her vibe, me I have my vibe. Labda pengine yanaweza kuwa yanafanana, lakini I think wote ni watu tofauti, different personalities, different vibes, different goals, you know, yeah. Okay. Ningependa tu kuambia kwamba, you know, this is your girl Abigail, na you know, I'm just happy, you know, that now we can share kila kitu ambayo I've been working on for a really long time, you know, signing to Sony. Kwangu it's a really, really big deal, and kuwakilisha tu wa Bongo, like just Tanzania, to be able to represent nchi yangu and all of that on a global scale, you know, I'm just really, really grateful for that, you know, kwamba, you know, all of the stuff I've been working on, kuna EP inakuja inaitwa Abigail, na first single inatoka pia, na kwamba tu yani mimi I'm just excited kwa wote mweze kusikia this new sound, kwa sababu zamani mlikuwa mnamjua Abby, you know, lakini sasa hivi it's Abigail, you know, na jina kabisa imebadilika. Okay. Pia just to symbolize kwamba now this is a new flavor, you know, a new sound, and you know, I'm just really, really excited kwa kila mtu kuweza kusikia na kuona kile kitu that we've been working on. So no umekuconvince kubadili jina? Well, sio tu kuni convince, ni kitu ambayo pia mimi nilikuwa nataka, you know, kwa sababu why umeacha ile Abby Chimes kuja kwenye Abigail? Yes, kwa sababu mimi nimeona kwamba like I said before, kwamba I feel like I've gone through this just a change, you know what I'm saying? Kwamba nilivyoanza, you know, muziki and this journey, you know, I was just that little girl, you know, that everyone just knew. Lakini sasa hivi I feel like I've come out with a different sound, you know, hata mkisikia EP, very different vibe, very different sound. Kwa hiyo nilitaka kitu ambayo inge symbolize, you know, just that change and that shift, you know, kwenye sound yangu and just my overall vibe. Kwa hiyo nilienda na Abigail ambayo pia it's my full name, you know, na Abigail kwenye Biblia alikuwa ni Malkia. And so for me, kama nilisema nina goals na aspirations, I believe that soon I'm to be the queen up here, y'all. You know? That vibe. Exactly. That vibe. So that's why. Sony itakuwa ikisimamia that EP ama itatoka, si ndio? Yes, watakuwa wanasimamia hiyo. Ina collab kubwa nje. Yes. Ina collab kubwa sana nje ya Tanzania, lakini pia ndani ya Tanzania. Wow, we wish to get that exclusive. Yes. Na nani umo? I mean, okay. Mama anasema na yeye lol. Kutakuwa kuna kolabo kubwa sana nje ya Tanzania, kutoka nje na pia kutoka ndani ya Tanzania. So watu wakae tu tayari to just, you know, hear it all. Inakuja lini? Yes. Mwezi wa 6, within the beginning of mwezi wa 6. Okay. Yeah. Wish all the best. Thank you so much. Asante. Thank you for your time. Asante. Ni Abby, anaitwa Abby.